Kitengo cha ugomboaji cha Bohari ya Dawa MSD kinahusika na shughuli za kugomboa bidhaa za afya na bidhaa nyingine zinazonunuliwa na MSD kutoka nje ya nchi kupitia milango ya bandari, viwanja vya ndege na mipakani. Meneja ugomboaji wa MSD George Metusela anaeleza namna kitengo hiki kilivyoanzishwa. Bohari ya Dawa toka kuanzishwa kwake mwaka 1993 ilianzisha kitengo hicho cha ugomboaji, na mwaka 94 kilipata leseni kwa mara ya kwanza ya ugomboaji, ambao kilishiriki kufanya ugomboaji kwa shehena za anga. Na ilipoona ufanisi katika eneo lile, iliomba wakati ule shughuli za ugomboaji wa upande wa bandari kwa wanafanywa kazi na Wizara ya Miundombinu. Kwa hiyo mwaka 97 ilirejeshewa hilo jukumu na kupata leseni. Kwa mwaka 97 ilikamilisha mfumo mzima wa ugomboaji wa anga na wa bandarini. Je, kuna faida yoyote ya MSD kugomboa yenyewe? Metusela anaeleza. Kwa namna kitengo tulivyojipanga, mizigo yote ya bandarini tunahakikisha inatoka ndani ya siku 5 bila gharama za ziada. Na vile vile kwa mizigo ya airport tunahakikisha kwamba inatoka ndani ya siku inapofika ama siku ya pili inapofika. Kwa kufanya hivyo, tunaisaidia taasisi kupunguza gharama. Unajua, kwenye taasisi yetu hapa ama kwenye shughuli za ugomboaji, interest kubwa za wafanyabiashara ni kufanya biashara na watu wa mizigo inayoingia nchini kwenye upande wa kulipa gharama na tozo za storage, lakini gharama za storage na tozo za demurrage. Wazo hilo sisi tumelikataa kuhakikisha kwamba mizigo yote inatoka bila gharama ya ziada. Na kwa kufanya hivyo tunakuwa tumeisaidia taasisi yetu kuepukana na gharama na kupunguza muda ambao tunaita ni lead time, kuhakikisha kwamba mzigo unachukua muda mfupi unapofika bandari na kufika kwenye maghala yetu. Mwananchi naye anafaidikaje? Kitengo kinasaidia kwa wananchi kupata huduma kwa ubora na wakati, kwa sababu kwa kufupisha ule muda wa ugomboaji unaharakisha bidhaa za afya kufika kwenye vituo vya mwisho kabisa vya mtumiaji. Lakini pia kwa wananchi, kwa kutokuwa na gharama za ziada, unasaidia wananchi kupata bidhaa kwenye bei wanaoimudu. Lakini pia kwa sababu bidhaa zinagombolewa zikiwa na ubora stahiki, na hivyo wananchi wanapata bidhaa ya afya zikiwa kwenye ubora unaostahili. Je, taratibu za ugomboaji zikoje? Afisa ugomboaji Christina Somi anaeleza. Mara baada ya kufanya ufuatiliaji, tunaita tracking, na kujiridhisha kwamba bidhaa za afya zimekwisha kufika bandarini au viwanja vya ndege, ni jukumu letu la msingi kuhakikisha tunafanya mawasiliano na watu wa bandari au watu wa viwanja vya ndege kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa bidhaa za afya, ili tuweze kujiridhisha na kuona kwamba bidhaa za afya zimefika katika ubora unaohitajika. Na kwa baadhi ya bidhaa za afya ambazo zinahitaji nyuzi joto maalum, tunasema zinahitaji ubaridi, tunajiridhisha ni kweli dawa zile au vitendanishi vile ni kweli vimehifadhiwa kwenye makasha yenye ubaridi na yako katika mazingira ya kuridhisha. Hivyo baada ya kufanya mawasiliano na watu wa bandari ili waweze kutupelekea makasha yetu eneo la ukaguzi, huwa tunafika pale kama timu ya MSD kutoka kitengo cha ugomboaji, na tunafanya ukaguzi wa kujiridhisha makasha yale kwa katika hali inayofaa. Kwa sababu sisi tunadili na bidhaa za afya, ubora kwetu ni kipaumbele. Kwa nini vibali vya ugomboaji ni kipaumbele? Afisa ugomboaji Flavian Kiwango anaeleza. Mara tu tunapopata nyaraka kutoka kwa washitiri, kitu cha kwanza tunahakikisha kwamba vibali vimeombwa kwa wakati na vimepatikana kwa wakati, ili bidhaa ziweze kugombolewa kwa wakati na kuepusha taasisi yetu ya MSD kupoteza mapato yasiyokuwa lazima
kama vile storage na demurrage, ambapo pale mzigo unapochelewa au kibali kinapochelewa kupatikana, basi tunaingiza taasisi kwenye hasara, aidha ya kuchelewa mzigo kuingia kwenye mzunguko na kusababisha dawa kutokufika kwenye vituo kwa wakati, au kusababisha dawa kuingia nchini kwa kuchelewa. Ni wasaa mchache umepata kujua kitengo cha ugomboaji kinahusika na nini na faida ya uwepo wake. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vingine kufahamu zaidi bohari ya dawa MSD. Asante.